Siku hizi gospel music pia naona kama imeswitch. Unajua watu wametoka kwenye kuimba vile vifungu vya Biblia na nini, kumtaja Yesu sana, unajua imekuja katika upande wa inspiration, si ndio bana? Yaani kwenye gospel sasa hivi mtu yote anaweza kukaa akasikiliza. Ni kitu kizuri au mapinduzi kutoka kule mpaka huku tulipo. Japo kuna watumishi wa Mungu pia wanapinga sana hiyo. Wanasema izani kama hizi inspiration song ambazo sasa hivi wasanii wanafanya hazimtukuzi Mwenyezi Mungu. Nataka nisikie take yako katika hii transformation kutoka kutaja vifungu vya Biblia na nini, unajua zile, mpaka sasa hivi kuwatia watu moyo katika inspiration kama ambavyo anafanya Joel Lwaga, Good Luck Gospel na wengine kibao ambao pia wanafanya vizuri. Unaizungumzia vipi? Asante. Mimi nafikiri iko sana nimejaribu kuifuatilia hata mwenyewe. Waumini ama niseme viongozi wa dini, viongozi wa makanisa ambao pia wana nafasi kubwa Tanzania. Nimeona juzi hata Pastor Tony alizungumzia hii kitu. Lakini mimi niseme hivi kwamba ingekuwa ni inspirational songs ambazo ni zile hazipo katika mlengo wa kibiashara, wala wasingejadili. Lakini wao kama walezi wetu naweza nikasema wameona kwamba kuna shida, kwa sababu sisi waimbaji wa gospel tumejiswitch kutoka katika kumtumikia Mungu na kutafuta market. Yaani unajua mimi nishakutana na hii hoja kwamba usiimbe sana kuhusu Yesu, ustajitaje sana Yesu. Mimi nishashauriaga hiki kitu. Yaani acha kutajitaja sana kuhusu Yesu ili hata wale ambao sio Wakristo pia wapende nyimbo zako. Gospel maana yake ni Yesu. Yaani maana neno gospel ni habari njema za Yesu. Tofauti na hapo wewe sema mimi ni motivational singer basi. Na hapo nimsaidie. Ukisema Mungu tu, wako Mungu wa aina nyingi. Kwa hiyo hatujui uko upande gani. Ushaelewa? Yaani story sio kusema tu kuhusu Mungu. Yaani kama ni mwimbaji wa gospel, feel proud kwa Yesu wako. Yesu ndio kila kitu. Sasa sivyo? Maana nikauliza kwa nini sasa nakuja Steve. Imeenda direct. Kula tano. Sivyo, wacha tuweke hivi. Kuimba hizi motivation nyimbo za gospel zenye mlengo wa kumotivate walianza zamani sana. Woga wako ndio umasikini wako mwanangu we. Si ndio? Kitambo sana wakina Bahati Bukuku walishaimba mbeba maono hafi. Yaani unakuta nyimbo mwanzo mpaka mwisho usikii jina la Yesu, lakini umeona mahubiri mazuri sana. Umeona ujumbe mzito sana. Lakini wale pale walikuwa wanafanya ndani yake unaweza usisikie jina la Yesu, lakini ukaona kuna maisha fulani yanayozungumzia huyu. Sijasema Yesu, lakini kuna mtu alikufa msalabani nimemshika katika wimbo wangu. Nani mwingine huyo? Alikufa naye akafufuka sasa hivi uko mbinguni. Ushaelewa? Kwa hivyo yani story inakuja hapa. Sasa hivi kuna namna fani via ya kuremba vitu ili kipendwe. Ushaelewa? Na linafanyika hilo ili biashara ifanikiwe. Ushanipata? Ili biashara ifanikiwe. Lakini mimi narejea pale kwamba unaweza ukafanya kitu chako kikawa bora na kizuri sana, then mtu akaelewa kabisa hapa ndani umemwimbia Yesu na umemhubiri Yesu, vitu kama hivyo hapo. Lakini pia kwa kumalizia Steve, sometimes wasikilizaji wanakuaga na mitazamo mingi. Tunavuka mpaka ile nia ya ule mwimbaji. Kakaangu Lwaga juzi kati aliimba Oldumare. Watu wakaanza kudefine na kutranslate. Wakavuka mpaka kwenye ule mpaka wa mtunzi wa wimbo. Mbona mimi sikumaanisha hivyo? Yaani mimi sinajua nia yangu. Mimi sikumaanisha hivyo. Ushanielewa? Kwa end of the day audience ni kubwa, wasikilizaji ni wengi. Kwa hiyo kama ndani yake nikazungumza mimi ni mtumishi wa Mungu, nikaandaa wimbo mzuri wa kumotivate. Lakini nauleta kwako kama mtumishi wa Mungu. Kuna faida pia jamii kuijenga kwa ujumla wake. Kwa hiyo sisi watumishi wa Mungu sio kazi yetu jukumu letu sio kujenga kanisani tu au wale tunasema kwamba waliookoka tu. Yaani kama kuna namna fani ya kufanya kitu kizuri kwa ajili hata ambao hawajaokoka, hiyo ndio injili nzuri sasa. Kwenda kuwafuata ambao hawajaokoka. Kwa hiyo na ngoma ambazo zinafanya vizuri sasa hivi. Angalia ngoma nyingi za inspiration. Oldumare,
Yes. Bora kushukuru, si ndio? Sasa mechi nyingine tena inaitwa Muda. Yes. Joel. Joel, si ndio? Yes, yes. Inafanya pia vizuri. Inaona zipinga lakini ndo ngoma ambazo zinaondoka. Na mimi na kazia hapo kwamba zinaondoka lakini nia ya utumishi uko ndani ya mtumishi mwenyewe, si ndio? Narejea pale pale. Hii agenda ni serious. Kuna kijiagenda fani hivi kidogodogo kinakuja, jina la Yesu linapoteza mvuto katika nyimbo za watumishi wa Mungu. Hii kitu chunguze, Steve, chunguze. Jina la Yesu linapoteza ni kana kwamba why? Sasa wewe ukiwa mtumishi wa Mungu usiulize mara mbili. Yaani wewe ukubali tu kwa Yesu ni bosi wako, basi. Na wewe ni kama PRO tu katika ofisi ya mbinguni. Tumika ile ile yani. Kwa hiyo sasa hivi kitokea msanii Bongo Flava akataka kufanya collaboration na Sagati. Yes. Utakuwa tayari kufanya nayo collab? Nafikiri sina viunzi vya kuto kufanya naye collab kwa sababu mtu anaweza akaja. Nishashuhudia wimbo mmoja wa Shukrani aliufanya Phil Q na Paul Clement. Ujumbe mzuri sana ndani yake. Kuna muda mtu wewe unaweza kuona mtu ni mdhambi, lakini huyo mtu Mungu alikomtoa akamwambia Msagati, mimi nimesimama hapa lakini pengine nisingekuepo, labda nisingekuwa na mke wangu nimemuona pale, nisingekuwa na watoto naona pale hivi na vile. Natamani sana kumshukuru Mungu. Hebu nisaidie. Tunafanya kazi. Mimi na mimi sijaweka ugumu mbele yangu kwa ajili. Yaani ni ile tu mtu anakuja kama unataka tufanye kitu fani hiti bonge moja la mapiano watu waruke majoka. Akilio sitakuwa nayo. Lakini kama ukija na engo fulani pia kusema kwamba nataka mimi nimwambie Mungu asante. Tukamshukuru Mungu. So it means kwamba una base kwenye ile content. Haijalishi ni msanii gani kakuletea lakini content, si ndio? Yes. Maana tumeshuhudia pia kwa tumeshuhudia pia kwa Jux na nani? Walter Chilambo pia. So ipo pia sana. Na ukitaka Mariam sorry samahani. Ukitaka unielewe maanisha nini? Nafikiri content za Mungu zitukutanishe. Okay. Zisiwe content za kisiasa na agenda za kitaifa. Burudani na za kiburudani. Maeneo ambayo wakina Paul Clement na kina Jux na kina nani pa kukutana, labda utakuja kusikia anaimba kumwimbia Superwoman mama. Mama anaweza nini? Hapo ndio kuja kuona sasa ni Bongo Flava na wasanii wa gospel wanakutana sehemu moja. Lakini why kuja kumwambia Mungu asante for Tanzania? So it is possible mimi nikafanya kazi na msanii wote. Mimi nilitaka kumchallenge, neno lenyewe linasema pana ushirikiano gani kati ya giza na nuru? Yes. Sijasema huyo wa muziki ni giza, lakini tunapingwa sana kufanya nao. Hapo unalichukuliaje? Nimekupata vizuri. Kwa mimi kwa mtazamo wangu Mariam, kuna engo inafika na kuwa na mpaka na Yesu wangu. Shanipata Yes, lakini kuna engo inafika mimi pia natamani wewe unekuja kufanya collab na mimi. Na kuwekea mazingira ya kumjua vizuri Yesu wangu. Lakini inaaminika kwamba wewe ndo utavutwa kule. Mimi sitavutwa sasa. Mbona kama ushakompea mbona nitavutwa? Wengi wao tumeona kwamba una rafiki mzuri then wewe ni mzuri lakini rafiki yako ni mbaya. Concern ya Mariam inakuja kwa sababu asilimia kubwa ya wanamuziki ambao ni wakali na wazuri wametokea makanisani, tena wengine ni watoto wachungaji. Wakina Badest hao. Ni watoto wachungaji na ni my brothers wakina Lina. Watu wameanzia makanisani, watoto wa pastors na kadhalika. Lakini maisha ni kuchagua. Maisha ni kuchagua. Mimi nafsi tu nikijiangalia ndani yangu naona kabisa kuna kitu bado sitakifanya kwa habari ya ufalme wa Mungu. So kile Bongo Flava nikakiwashe jukwani. Na nyimbo zako huwa unazitunga ukiwa wapi? Yaani kuna mwingine akiona hichi kitu kwenye jamii anasema hapa naweza nikapata wimbo. Wewe ni mazingira gani ambayo unatungia wimbo wako? Nyimbo zako Mimi kuna semi Mungu huyu. Kuna muda hata nikiwa kanisani. Of course niseme kwamba ni mahala popote mimi ninachokifanya Mariam, swali lako zuri kwa sababu huwa lina challenge hata mwenyewe. Yes. Mimi naweza nikapata idea ya wimbo kwenye bodaboda. Yaani pale Toyo anakiwasha, mimi kichwani huko nimesha kiwasha tayari. Naona kabisa kuna sauti inanijia, kuna wimbo unapita kichwani. So siri ya wimbo wote ipo katika melody. Maneno unaweza nikayapata anytime. Sauti ya ule wimbo, ile melody. So ninachokifanya inabidi ni rekodi haraka. Ili nikasahau sauti ya wimbo. Ushanipata. Lakini wapi natungaga nyimbo zangu ni kushuhudia kitu mtaani au wapi?
ni mahala popote ambapo kitu ujumbe unaponijia kichwani, lakini mara nyingi nikiwaga kanisani